Movie inaanza, tunaona hapa shuleni wanafunzi wakiwa darasani wametulia na walikuwa wanajaribu kumsikiliza mwalimu wao ambaye alikuwa anawafundisha muda huu. Sasa muda huu kuna mwanafunzi mwingine ambaye amechelewa sana kuingia darasani na mwalimu naye akamuita. "Wewe binti, hebu njoo hapa. Hivi kwa nini leo umechelewa kwenye kipindi changu?" Bidada yeye alikuwa hana majibu, akawa anajingatangata. Sasa mwalimu pale akaanza kumwambia, "Wewe tatizo lako umezoea, huwezi kubalance muda wako na hujui kuamka mapema ili uje uwahi darasani." Sasa kwa kuwa bidada alikuwa anachelewa sana darasani, wanafunzi wote wakawa kimya na mwishowe mwalimu aliweza kumsamehe na akamwambia hakakae. Lakini haikuwa rahisi, lakini kuna hawa wawili ambao wapo darasani lakini wanacheka tu, wakawa wanatumiana vibarua pepe pale na huku mwalimu akaendelea zake kufundisha. Sasa huyu jamaa anaitwa Frank na huyo bidada hapo pembeni anaitwa Sharon. Sasa hawa walikuwa wamezoeana sana, walikuwa na urafiki mkubwa sana kati ya hizo familia zao mbili. Sasa story nazo zikawa nyingi, lakini huyu jamaa alikuwa ameshafuatwa na gari. Lakini muda huo mdogo wake naye akaja ambaye anaitwa Sonia. Hawa wawili ni wanapendana sana. Yaani hawa ni ndugu wawili, lakini huyo Sonia ni rafiki yao. Sasa baada ya kufika hapa, Frank yeye alikuwa anamsubiri mdogo wake Sonia ili wapande gari na waondoke, kwa sababu hiyo gari waliogemea ndo gari yao ambayo ilikuja kuwafuata hapa shuleni. Sasa ilikuwa inasubiri wajiandae na waingie zao kwenye gari. Baadaye Sharon aliweza kuingia ndani ya gari na baadaye Frank alifuata ili safari ianze ya kwenda nyumbani sasa, kwa sababu muda wa masomo umekwisha. Sasa baadaye tunamuona Sharon ikiwa zake chumbani kwake. Muda huu yeye alikuwa anaongea na simu. Sasa baadaye mfanyakazi alikuja na kumwambia kwamba tayari ameshamaliza kumfulia nguo zake, kwa hiyo nguo zake ziko tayari. Sasa huyu Sonia huwa ana tabia mbaya kumuonea huyu dada wao wa kazi, kwa yeye ni mtoto wa bosi, akawa anamuonea sana. Sasa baadaye alibidi amfuate mama yake na akawa amemwandikia baadhi ya vitu vya shule. Sasa mama yake akauliza, hii ni nini? Hivi mbona vitu vyote tayari tushanunua? Sasa Sonia akawa anajitetea kwamba kuna baadhi ya nguo za shule za kwake zimetumika tu kidogo, lakini kwa kuwa marafiki zake walikuwa wamevaa nguo mpya na yeye alikuwa anahitaji avae hizo nguo mpya. Sasa mama yake akawa anashangaa sana, huyu binti yake vipi? Lakini binti yake akawa anajitetea kwamba hawezi kuvaa nguo za zamani wakati marafiki zake wamevaa nguo mpya. Lakini mama yake hakukataa kwa sababu ana mtoto mmoja huyu. Sasa baadaye bidada aliweza kufurahi sana baada ya kuona mama yake amekubali. Sasa baadaye tunamuona Frank akiwa anaendesha gari na muda huu alikuwa anazunguka tu mtaani. Sasa katika harakati za kuzunguka akamuona yule bidada ambaye anachelewa sana kuingia darasani. Huyu bidada hapo anaitwa Gift na huyu ni mama yake ambaye haoni. Sasa yeye ndo anafanya kazi zote hapo nyumbani. Sasa Frank akawa ameangalia na akaona kama huyu mwanafunzi anamjua, lakini akawa muangalia vizuri, lakini akagundua kuwa huyu mwanafunzi ndio anasoma naye darasa moja. Yaani alimuonea huruma sana na akawa anamwangalia. Yaani hata nguo za shule hajabadilisha, lakini anahangaika na mzazi wake ambaye ni kipofu na baba yao amewakimbia. Sasa Frank alikuwa anaongea na mama yake muda huu, lakini ilibidi aache kuongea na mama yake. Sasa majira ya usiku tunamwona Gift akiwa anahudumia chakula pale nyumbani. Sasa kwa mama yake alikuwa haoni na alikuwa hawezi kutafuta pesa, kwa hiyo Gift ndo alikuwa kama anawasaidia kutafuta pesa hapa nyumbani, na ndio mtoto mkubwa pekee na alikuwa anapambana sana ili familia yake iishi vizuri. Alikuwa na wadogo zake wawili ambao walikuwa hawasome kutokana na nyumbani kipato hakuna, kwa sababu hata yeye ameenda kwa scholarship tu hapo shuleni, kuna mtu amemdhamini. Sasa siku inayofuata tena shuleni tunaona mwalimu akiwa darasani anafundisha, na wakati huo wanafunzi wapo wanamsikiliza. Gift akaingia kama kawaida yake na amechelewa. Sasa mwalimu akamwambia, hebu njoo kwanza, kwa sababu aliona kama huyu mtoto anamtia dharau, kwa sababu alikuwa anaona kila siku kwenye kipindi chake lazima achelewe na yeye kipindi chake ni cha asubuhi. Lakini Frank akawa anamwangalia na akawa anakumbuka jambo ambalo limemkuta jana, lakini huyu bidada alikuwa hamwambii yoyote jambo analolipitia nyumbani kwamba ana shida. Kwa hiyo akawa anajaribu kupambana kivyake. Sasa darasa zima hawajui jambo gani ambalo analipitia Gift. Sasa muda huo tunaona mwalimu aliamua kuondoka. Sasa baadaye tunaona dereva wa akina Frank hajafika mpaka muda huu. Sasa baada ya muda mfupi tunamuona dereva anaingia, lakini cha kushangaza kabisa Frank akawa anamwambia mdogo wake kwamba hamsubiri hapa kwa sababu ana mahali anataka kwenda, lakini hakumwambia anaenda wapi. Sasa alimbembeleza sana mdogo wake, lakini mwisho alikubali na akawa ameingia kwenye gari na ili waanze safari ya kwenda huko ambapo wanataka kwenda, na hatujajua anataka kuelekea wapi. Lakini Shalom akawa anamuuliza
Sonia kwa nini ameachwa leo. Sasa Sonia akawa anamwambia kwamba ana mahali anataka kwenda. Kwa hiyo Shalon akaamua kumpa lift tu rafiki yake Sonia, kwa sababu kwanza hao ni watu ambao wanafahamiana na kwao ni watu ambao wana pesa sana. Sasa waliweza kuingia kwenye gari na ili waweze kurudi zao nyumbani, kwa sababu muda wa masomo tayari umeshakwisha. Sasa huku tunaona ile Mercedes Benz ikawa inazunguka mtaani ambayo ni akina Frank, na muda huo Gift naye alikuwa yuko na mama yake amemtoa hospitali. Sasa tunamuona Frank akawa anamfuatilia Gift. Sasa Gift akafika hadi hapa sehemu ambao wanaishi, na kwa kuwa yeye hakuwepo nyumbani mchana kutwa, kwa hiyo ilibidi ampeleke hospitali mama yake ili akashinde huko, na akitoka shule anampitia. Sasa jamaa akawa anaenda kufuatilia anamfuatilia Gift mwanzo mwisho, na ili ajue changamoto gani anazozipitia, kwa nini huwa anachelewa sana kuingia darasani. Sasa Gift yeye akishatoka shule kwanza anamfulia mzazi wake, yani anamfulia mama yake nguo ili awe na nguo safi, kutokana na shida alikuwa nayo kutokuona. Kwa hiyo hataweza kufanya hizo kazi za kufua. Sasa jamaa katika harakati za kuchungulia akawa anamuona Gift ametoka shule na muda huu akawa anafua. Sasa alikuwa yuko busy sana. Sasa baada ya kumaliza kufua pale akawa ameshatalia chakula wadogo zake ili waweze kula. Huyu bidada alikuwa anapambana sana ili familia yake iishe angalau vizuri, wasikose hata chakula. Kwa hiyo bidada alikuwa anapambana sana ili wapate hata riziki ya kula tu. Sasa bidada baada ya kuhakikisha wadogo zake wamekula, yeye ana biashara chake kadogo cha kuuza maandazi na alikuwa ana kisehemu chao. Sasa hiko kisehemu ilikuwa ndo ambacho kinamsaidia yeye kupata pesa ya chakula cha kulisha familia. Sasa jamaa Frank akawa amemwangalia, yani akawa amemwonea huruma sana huyu bidada ambaye anateseka sana kwa sasa. Sasa kiukweli Frank alikuwa ameshamuonea huruma, lakini bidada yeye wateja alikuwa hakosi, yani alikuwa anatengeneza vitu classic sana, kwa hiyo watu walikuwa wanaenjoy. Sasa baadaye familia ilikuwa mezani wanakula. Hii ni familia kama nilivyokuambia, ni familia ambayo ina uwezo. Sasa wakawa wanapiga story mbili tatu. Huyu bidada alikuwa anamwambia mama yake kwamba anataka kuelekea Paris, na mama yake yeye alikuwa anataka kwenda Ujerumani, lakini kulikuwa baadaye waliweza kukubaliana kwamba wataenda sehemu zote mbili, na story nazo zilikuwa ni nyingi sana pale mezani, na bidada alikuwa anahitaji vitu vingi sana. Lakini sasa mama akawa anamwangalia kijana wake, hajaongea neno hata moja wala hajaingiza chochote mdomoni toka aanze kuchezea iko chakula, ni muda mrefu sana. Sasa jamaa akawa ana mawazo sana. Mama yake alimwangalia na bila kujua chochote kwamba mwanae anawaza nini. Sasa Gift majira ya asubuhi tunamuona anachangamka sana ili aweze kuwahi leo darasani, lakini leo hajawahi kwa sababu bado mwalimu amemwahi kabla yake. Sasa muda ule mwalimu anafundisha, lakini Gift naye anaingia muda huo. Sasa kuingia hivi mwalimu leo ilibidi amuite, hebu njoo wewe binti, hivi wewe uaga usikii kwa nini wewe kila siku huwa unachelewa? Sasa Frank ilibidi aliingilie kati hilo swala kwa sababu anajua hali anayopitia Gift. Sasa akawa amemfuata pale, akaambia huyu bwana hayuko sawa na familia yake kuna mgonjwa. Sasa pale mwalimu kidogo akawa amepoa baada ya kusikia kwamba huyu bidada ana jukumu kubwa sana. Akamuuliza, "Je, ni kweli unapitia kwenye tatizo lolote ama una changamoto yoyote?" Lakini cha kushangaza huyu binti alikataa kata kwamba hana tatizo lolote lile, na yuko tu na anachelewa shule kutokana na nalala sana. Hiyo si kweli, kwa sababu huyu bidada anatakiwa ampeleke mamake hospitali ndio aje shule na kisha dogo zake wako sehemu salama. Lakini Frank baadaye ilibidi aende akakae kwa sababu binti tayari ameshamkana kwamba yeye hana tatizo lolote wala hana matatizo yoyote. Hii mwalimu alichukulia advantage na akamsema sana. Sasa hii Frank ilimpiga sana usoni na akamwangalia kwa huruma sana yule bidada. Lakini kwa Shalon huku, yani leo ilimuuma kwa sababu anampenda sana Frank. Na baadaye bidada aliweza kusamehewa kwa sababu alikuwa anatakiwa apewe adhabu, lakini Frank alimwambia msamaha. Sasa bidada alimwangalia Frank na akamwambia asante sana. Sasa Frank hakujibu lolote, alimwangalia tu. Sasa huu muda wa break bidada Gift akawa anapata zake mikate kutokana na yeye maisha yake magumu, kwa hiyo hamudu kununua vyakula hapa shuleni. Lakini Frank alimfuata hapo alipo, akawa anamuongelesha, akamsalimia kwanza. Lakini dada aliangalia pembeni, labda kuna mwenzake ambaye anasalimiwa, kumbe ni yeye. Sasa pale Frank akawa anajaribu kumwambia kwamba anahitaji Gift awe rafiki yake, lakini Gift akamwambia unahitaji kuwa na rafiki na mimi?
yaani wewe ni mtoto wa kitajiri alafu mimi mtoto wa kimaskini, itawezekana vipi? Akaona kama huyu jamaa anamletea uchulo tu, akaamua zake atembee. Na sasa jamaa akaachwa pale Solemba. Sasa baadaye Gift anakimbia akajikuta amempamia tena Frank. Na Frank alikuwa ni mtu mmoja smart sana ambaye alikuwa na huruma. Kwa hiyo baada ya kupamiwa akawa anamuomba msamaha, lakini Sharon yeye alikuwa ni mdada mwenye roho mbaya sana. Kwa hiyo akamwambia, "Hivi wewe ni kipofu au? Hivi wewe kwa nini unamwambia eti samani akati ndo amekupamia?" Sasa bidada yeye Gift akaamua kuondoka zake kwa sababu aliona huyu bidada ni waovu sana. Lakini huyu bidada akamwambia, "Wewe upo katika high level na yule yuko katika low level. Kwa hiyo yule sio, achana naye." Lakini baadaye tunaona Gift akiwa amelala muda huu kwa sababu yeye hapati muda mwingi wa kupumzika. Akakuta kuna hawa wadada wawili walikuwa wanamwekea vikaratasi kichwani na walikuwa wanamletea michezo ya hapa na pale. Sasa Frank hakuweza kulifumbia hilo macho na akawa anawakemea pale kwamba hebu wamuombe msamaha huyu bidada kwa kuwa huyu bidada wamemkosea. Lakini hawa wadada walikuwa ni wajeuri kwa sababu kwao walikuwa maisha ni mazuri sana. Sasa pale jamaa Frank akamuuliza kwamba yuko sawa, lakini bidada alisema yuko sawa na akaamua zake hatoke zake nje kwa sababu aliona kama tayari washamharibia mood. Sasa akasimama zake mdogo na akaamua zake atoke nje kwa sababu hili darasa ni watoto la mafogo tu, lakini yeye amepata scholarship na amepewa nafasi ya kusoma. Sasa kuna huyu bwege mmoja alikuwa amekaa kwenye kiti chake, akamwambia, "We toa makalio yako hapo." Na bidada akamua zake atembee. Sasa baada ya shule kila mtu anarudi kwao. Gift yeye kwa kuwa hawana usafiri akawa anatembea zake kwa mguu. Sasa Sonia na Frank wakawa wanarudi zao nyumbani na Mercedes Benz yao, wakawa wanamwangalia pale Gift akiwa anatembea. Sasa kwa huyu jamaa Frank alikuwa ashapata huruma, akamwambia, "Mimi natoka nje, nataka nimpe huyu bidada lift." Lakini Sonia alikataa, lakini mwisho aliweza kukubali. Lakini sasa shughuli ikawa kwa Gift atakubali kupanda hiyo gari. Jamaa akawa anambembeleza pale, lakini Sonia akawa anasoma mchezo kwa nje tu. Lakini Sonia akawa anamwambia kwamba yeye hahitaji matatizo na hataji kupanda gari, yeye yuko sawa tu. Sasa akagoma kuchukua lift hii na jamaa akajaribu kumwongelesha, lakini dada hata nyuma hajageuka wala hakuteteleka na lolote, yani kutaka kitu cha mtu jamaa. Kwa hiyo alibidi arudi zake kwenye gari ili waanze safari ya kurudi nyumbani. Sasa siku inayofuata hapa shuleni tunaona Sonia na Sharon wakiwa wanatembea zao pamoja, lakini Sonia alikuwa anaonekana kama ana jambo la kumwambia Sharon. Akamwambia, "Wewe vipi, mbona unavuta kama hivi?" Sonia akamwambia kwamba kwa sasa hivi brother yake Frank anamzingatia sana yule bidada Gift ambaye ni maskini. Sasa Sharon akasema, "Huyo bidada hatanitambua. Kwanza nitatambua kwanza anakaa wapi." Sasa huko upande wa pili Gift yeye alikuwa anamlisha mama yake muda huu, lakini mama yake alikuwa hahitaji kula na alikuwa anamuonea sana huruma binti yake ambaye anapambana sana ili wao waishi vizuri. Na muda huu wadogo zao nao walikuwa wanapambana kula chakula chao kwa sababu dada yao ndo anafanya kila kitu ili wao waweze kula, na yeye ndo anahandle kila kitu hapa nyumbani. Sasa kabla wakimaliza kula, yeye anabidi aingie kazini tena. Na muda huo tunaona group la kina Sonia na Sharon wakiwa wanafika mitaa hii, na baada ya kumkuta hapa wakaanza kumwashia mtiti kwamba wewe ndo unaweza kuwahandle matajiri, si ndio? Huyo ni maneno ya Sharon alikuwa anamwambia Gift. Sasa Gift yeye sio mwongeaji, kwa hiyo haya mambo alikuwa hayawezi kabisa, yeye alikuwa ni mkimya sana. Sasa hapa wakaanza kumzoezea, wakawa anashika zake vile vibiashara vyake ambavyo anavifanya vimandazi pale. Wakamwambia kwamba yani wewe ndo kumteka, wakavimwaga sana mwanangu, huwezi kuamini. Huyu bidada alikuwa ni mtu mwenye dharau sana huyu Sharon. Kwa hiyo alimfanyia unyama sana na Gift alilia sana. Sasa alikuwa anahitaji awe rafiki na Frank, lakini kwa staili hii hata mimi mwenyewe nisingeweza kwa sababu hawa dada walimwashia mtiti sana hapa job kwake, japokuwa job ya kawaida lakini ilikuwa inafadhilisha familia. Sasa majira ya usiku tunamwona Frank akiwa na mawazo mazito. Alikuwa anawaza sana kwamba anawezaje kumsaidia yule bidada, lakini akitaka kumsaidia lazima awe naye na urafiki ili akitaka kumsaidia chochote aweze kukubali, kwa sababu mtu hawezi kukubali kama Yesu rafiki yake. Sasa siku inayofuata shuleni tunaona watu wanajipodoa hapa darasani. Huyu si mwingine ni Sharon. Sasa yeye mambo haya ndo anayaweza. Sasa bibi Gift muda huo ndo anaingia darasani kama alijatokea jambo jana, na akakuta kuna kipaseli ambacho kimewekwa pale mezani kwake. Sasa bidada akajaribu kuangalia humu kuna nini. Sasa anazidi kutoa na Frank kama sio yeye ndo ameweka hiyo zawadi, lakini kikweli Frank ndo alikuwa amemwekea
hiyo misosi, yani alikuwa amemchotea kila kitu mtani kwake, alikuwa anamwekea na vimaziwa. Sasa Gift akawa anaangalia huku na huku ili ajue nani ambaye ameweka hiki chakula, lakini moja kwa moja hakuwa ni mwingine, ilikuwa ni Frank na ameweka hiki chakula, lakini bidada alikuwa ni siri yake moyoni. Sasa majira ya usiku tunaona kwenye kile kipaseli bwana, kilikuwa kina kitita kizito cha pesa. Huyu dada aligiwa pesa na Frank, na kwa kuwa alijua ni Frank, kwa hiyo aliweza kusikubali, na majira haya usiku akawa anazihesabu. Sasa palipokucha asubuhi, bidada kama kawaida yake yuko katika biashara yake, anaendelea na biashara ili asikose pesa na aweze kuilisha familia yake vizuri. Sasa na wateja alikuwa anawapata uhakika kabisa, yani wateja walikuwa wanamiminika sana kwa upande wake, ndio maana alikuwa na uwezo wa kuendo familia yake. Sasa hii ni part 1 ya movie yetu, usikose kutazama part 2 ambayo inakuja hivi karibuni.